kuelekea maonyesho ya kibiashara ya huduma za kinywa na meno Tanzania. Kwanza niseme jambo hili kwa Tanzania kwenye eneo la kinywa na meno ndio kwa mara ya kwanza linaenda kufanyika katika nchi yetu. Kwa katika historia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunakwenda kuandika historia ya Tanzania Dental Expo kuwa ni tukio la kwanza kwenye hii eneo la kinywa na meno, maonyesho ya kibiashara kufanyika ndani ya nchi yetu, ambapo tutakuwa na washiriki kutoka maeneo mbalimbali duniani. Lakini pia ni fursa ya kukuza uelewa wa masuala ya kinywa na meno. Kuna mwenzangu ametangulia hapa ilikuwa ni benki gani yule dada pale yule pale Stanbic, kwamba tunajua Stanbic watashiriki na watatoa elimu ya fedha kwa watu mbalimbali including madaktari. Alimumunya kidogo maneno. Sisi madaktari kwenye masuala ya fedha tuko sifuri, hatujui. Yani tusirembe. Kwa tunapokutana na nyinyi wataalamu wenzetu wa mabenki, ni eneo ambalo sasa tukikaa na nyinyi mtatufundisha, mtatuelekeza, jamani fanyeni 1 2 3, fanyeni hivi, basi ili nchi yetu, hii industry iweze kukua na tuweze ajira mbalimbali kwa Watanzania kwenye eneo la afya liweze kukua. Kwa hiyo nawashukuru sana mabenki, ni fursa ambayo tunaomba muendelee kushirikiana na tuache mshirikiane na sisi. Mtu waambie hapa mnakosea, hapa fanyeni hivi. Wakati mwingine sisi madaktari ni waoga kuja kukopa, ni waoga kweli kweli. Sasa nikienda kukopa afu nikishindwa kurudisha inakuaje? Hapa si ndo kufilisika. Lakini sasa nyinyi mkitupa elimu inatusaidia. Kwa hiyo mimi niombe sana mabenki tushirikiane sana na sekta ya afya katika kukuza masuala haya ya kibiashara ili Tanzania yetu iweze kwenda. Mabibi na mabwana, naomba nirudi kidogo, nianze kidogo kwenye eneo la kinywa na meno kitaalamu. Katika nchi yetu ya Tanzania, magonjwa ya kinywa na meno ni magonjwa ambayo yanatusumbua kwa kiwango kikubwa bila sisi kufahamu. Naomba niwaeleze, 76.5 ya Watanzania watu wazima wameoza meno. 76.5 ya Watanzania watu wazima kuanzia miaka 15 na kuendelea tumeoza meno. Sasa naamini humu wote sisi ni watu wazima. Tukisema tufungue vinywa vyetu humu itakuwa ni balaa. Lakini magonjwa ya kuoza kwa meno hayajawaacha watoto wetu salama. 31.1 ya watoto pia wameoza meno yao ya utotoni. Magonjwa ya kinywa na meno, kuna aina nyingine tunasema magonjwa ya fizi. Fizi kwa mfano ukipiga mswaki fizi zinatoa damu. Unapoongea na mtu unatoa harufu mbaya kinywani. Hali yote ni magonjwa ya fizi. Ukimwangalia mtu kwenye kinywa chake ana utando mgumu kwenye meno yake, tunauita ugaga au kitaalamu tunasema calculus. Sasa ukiangalia kiasilimia ile burden, mzigo wa hili tatizo, 67% ya watu wazima tuna magonjwa ya fizi. Sasa pata picha. Mpo wenzetu wa Tantrade, wazee wa biashara, mabenki mko hapa, waandishi wa habari mko hapa. Kwenye benki wateja wanakuja, unawahudumia. Na unapomhudumia mteja lazima umuelimishe. Sasa unamuelimisha, kinywa kinatoa harufu mbaya. Atarudi kupata huduma kwenye hiyo benki yako? Ngumu sana. Au wewe mwenyewe unatoa elimu, wewe kinywa chako kiko kisafi, ila mteja sasa anatoa harufu mbaya. Mteja wa kwanza anakuja na harufu mbaya, mteja wa pili ana harufu mbaya, mteja wa hivi mpaka inapofika jioni unarudi nyumbani, hiyo kazi utaipenda? Ni kwa vile unalipwa mshahara utasema ngoja nivumilie, labda hili ni tatizo la kawaida kwa Watanzania? Hapana. Unapoongea kinywa hakitakiwi kutoa nini jamani? Kutoa harufu. Lakini kwa watoto wetu
57% ya watoto wetu wana magonjwa haya ya fizi. Kwa hiyo sasa ukiangalia na maeneo mengine mengi, jambo lingine, watu kuwa na changamoto ya kuwa na meno yaliyopangilia vibaya. Sidhani kama nyinyi wa mabenki wale kina dada wale wanaopokea watu pale ili mkomvisi afungue, akicheka hivi meno yamepangana, unasema ana meno kama ya ngiri, haileti ile smile nzuri, si ndio? Unakaweka kakadada karembo pale kakitabasamu, meno yake yako safi. Sasa watu wana meno yamejipanga hovyo kweli. Tunakaribia 36% ya Watanzania wana changamoto hii ya meno kujipanga vibaya. Sasa haya yote tutayafanikisha vipi? Bila kuwa na huduma bora za kinywa na meno ndani ya nchi yetu, kupambana na haya matatizo itakuwa ni shida sana. Sasa kupitia Tanzania Dental Expo, moja, tunaenda kukuza ufahamu na kuongeza uelewa wa Watanzania kwamba changamoto ya magonjwa ya kinywa na meno iko vipi, magonjwa ya kinywa na meno yanayowasumbua ni ya namna gani. Wataalamu wa afya watakuwepo pale, madaktari wa kinywa na meno na wataalamu wengine watakuwepo pale, watatoa elimu. Lakini pia makampuni ya bima ya afya, tunafahamu sasa hivi serikali yetu mwaka 2023 ilisha saini sheria ya bima ya afya kwa wote. Tunataka kila Mtanzania awe na bima ya afya. Sasa ili kuwa na bima ya afya lazima watu kipato kiongezeke, kuna wenye kipato cha juu, kwenye kipato cha chini. Sasa ni eneo mojawapo ambalo tutaenda kuhamasisha watu kujiunga na bima ya afya kwa wote. Lakini tunafahamu kuna makampuni mengi ya bima za afya, ndio maana tunayasisitiza yashiriki kwenye maonyesho haya. Wateja wengi ambao wanasumbuliwa na magonjwa ya kinywa na meno, kama hana bima ni shida sana kupata matibabu. Sana ataenda atang'olewa meno yake. Na sisi kama Wizara ya Afya tunasema dawa ya jino sio kung'oa. Kuna msemo zamani kwa madawa ya jino ni kung'oa, ni marufuku kung'oa meno. Haitakiwi. Jino linatakiwa litibiwe, lipone, tuenjoy maisha. Mungu ametuleta duniani kuenjoy maisha. Unapokuwa huna meno utakula nini? Unakula nini? Ndio ile kwenye sherehe mnatuandalia sherehe, jamani karibuni, ukifika muda wa chakula, unajua mimi na allergy na nyama, unajua kabisa hapa meno kuna shida hapa. Kwa natafuta vile vyakula laini aweze kumung'unya kidogo ameze. Lakini mtu ukiwa na afya nzuri ya kinywa chako, meno yako vizuri, utafuna mifupa vizuri, utaenjoy ile sherehe. Kwa mimi eneo la kinywa na meno, katika eneo la uwekezaji lazima tusaidiane, tufanye uwekezaji mkubwa kuanzia upande wa serikali mpaka kwa upande wa taasisi za watu binafsi, ili tuweze kusaidia Watanzania hawa kuwa na afya nzuri ya kinywa na meno. Ndugu mimi naitwa Dr. Ambege Mwakatobe, ni mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Dental Expo. Tanzania Dental Expo kama tulivyoeleza hapo ni tukio la kwanza Tanzania ambalo litaalika wadau mbalimbali wa sekta afya ya kinywa na meno kutoka duniani kote kuja Tanzania, na tunafanyia hilo swala pale Mlimani City. Na madhumuni ya kufanya Mlimani City ni kwa sababu tunataka hii shughuli iende karibu na wananchi zaidi. Tunategemea watengenezaji wa vifaa tiba mbalimbali kutoka nchi nyingi. Wapo watengenezaji wa vifaa tiba kutoka Italy, kutoka Ujerumani, kutoka Pakistani, kutoka Brazili, kutoka China na nchi nyingine nyingi watakuja kushiriki kwenye hayo maonyesho. Lakini sio hao tu, pia tunategemea kupitia chama chetu cha wataalamu wa afya ya kinywa na meno, wadau wengine kutoka nchi za jirani kama Kenya, Uganda, Malawi, wenyewe watakuja pia kushiriki na sisi. Aidha wengine watakuja na kampuni zao ambazo zinasambaza vifaa mbalimbali, na pia wataalamu mbalimbali katika nchi zao ambao watakuja kutokana na ratiba yetu, watatoa mafunzo mbalimbali. Kwa ukiangalia hii Tanzania Dental Expo itakuwa na sehemu kubwa kama tatu. Ya kwanza itakuwa ni maonyesho, kwamba watu watakuja wataangalia vifaa mbalimbali, maendeleo mbalimbali ya teknolojia,
ubunifu mpya katika teknolojia ya afya ya kinywa na meno, matibabu na dawa zinazotumika. Lakini kutakuwa na sehemu nyingine ya maonyesho hayo ambayo itakuwa ni utoaji wa elimu. Hiyo utoaji wa elimu itakuwa ni kwa madaktari wetu, wataalamu wetu. Tunategemea madaktari wote ambao kupitia Wizara ya Afya na TAMISEMI wamealikwa kutoka hospitali zote mbalimbali. Kutakuwa na sessions au vipindi mbalimbali pale Mlimani City kwenye madarasa ya kule nyuma, ambako kutokana na ratiba itakaporuhusu wataweza kufundishwa vitu mbalimbali, labda utumiaji wa vifaa hivyo vipya vilivyopo, namna mpya za matibabu, namna gani teknolojia imeendelea. Kwa hiyo ni kama platform ya kubadilishana na utaalamu. Lakini cha mwisho cha tatu ni kwamba tutaalika wananchi wa kawaida, ambao wananchi wa kawaida wataalikwa kushiriki pale na wenyewe waone vifaa mbalimbali vinavyotumika kwenye matibabu ya afya kinywa na meno, lakini pia wajifunze, kwa sababu kama hapa leo, ndugu waandishi, mmeona kuna vitu vingi mmeelezewa ambavyo mlikuwa hamfahamu au mnafahamu lakini hamfahamu kwa undani. Kwa wananchi wetu wataelekezwa mbalimbali, aina tofauti za dawa za meno, dawa za watu wazima, dawa za watoto, kwa nini mtu mzima atumie dawa hii na mtoto atumie dawa hii kama ilivyoelezwa leo, miswaki aina mbalimbali, dawa za kusukutua za aina mbalimbali. Je, mtu mwenye matatizo ya fizi atumie dawa za aina gani? Vitu vyote hivyo. Lakini pia tutafanya uchunguzi, na pamoja na hiyo elimu watoto watafanywa uchunguzi. Kutakuwa na wataalamu wetu kutoka chama chetu cha wataalamu wa afya kinywa na meno, na hospitali za serikali na za binafsi watakuwepo pale kutoa hiyo huduma. Kwa hiyo tunategemea ni kila mtu kwa namna moja au nyingine ataguswa. Na kitu kingine kikubwa zaidi ambacho labda ningependa kukazia, kwamba wale watoa huduma, hospitali zetu mbalimbali za serikali na binafsi, kliniki za meno mbalimbali, ni fursa nzuri ya kuja kujipatia vifaa kwa bei nafuu, kwa sababu hao wataalamu wetu watakuja na vitu vingi ambavyo wataviuza kwa bei ambayo itakuwa na punguzo sana, kwa sababu hili zoezi limeandaliwa na serikali. Kwa hiyo zile gharama za kuleta mizigo hiyo, vifaa hivyo itakuwa chini. Kwa hiyo ni fursa nzuri za kliniki mbalimbali kutumia muda huo kujinunulia vifaa tiba na madawa mengine mbalimbali ya mwaka mzima ya kufanyia matibabu yao. Kwa kusema hivyo, nafikiri nimemaliza. Labda kama kuna